kwako wanajifunza nini wewe mwanamke? Wanajifunza nini kwako wewe mama? Una watoto wako pale nyumbani, wakikutazama wanajifunza nini? Una mume labda hajaokoka, akikutazama wewe mama, huyo mume anaweza kuokolewa kupitia wewe. Kuna watu tumeokoka, lakini wokovu wetu hauna ushuhuda kwa waume tulio nao. Wokovu wetu hauna ushuhuda kwa watoto tulio nao. Matokeo yake katika familia nzima umejikuta peke yako ndiye ambaye umeokoka, wengine wanaukataa wokovu. Lakini ukifuatilia ukajua sababu kwa nini wanaukataa wokovu, ni kwa sababu ya mwenendo ulio nao. Ndani yako huna hofu ya Mungu. Wanasema kama wokovu wenyewe ndio wa huyu mama yangu, ni aheri nibaki jinsi nilivyo kuliko kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati tunamsababisha hata Yesu anatukana. Yesu anadharauliwa kwa sababu ya maisha tunayoishi sisi kwenye familia zetu. Kwako wanajifunza nini wewe mwanamke? Wanajifunza nini kwako wewe mama? Una watoto wako pale nyumbani, wakikutazama wanajifunza nini? Una mume labda hajaokoka, akikutazama wewe mama, huyo mume anaweza kuokolewa kupitia wewe. Kuna watu tumeokoka, lakini wokovu wetu hauna ushuhuda kwa waume tulio nao. Wokovu wetu hauna ushuhuda kwa watoto tulio nao. Matokeo yake katika familia nzima umejikuta peke yako ndiye ambaye umeokoka, wengine wanaukataa wokovu. Lakini ukifuatilia ukajua sababu kwa nini wanaukataa wokovu, ni kwa sababu ya mwenendo ulio nao. Ndani yako huna hofu ya Mungu. Wanasema kama wokovu wenyewe ndio wa huyu mama yangu, ni aheri nibaki jinsi nilivyo kuliko kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati tunamsababisha hata Yesu anatukana. Yesu anadharauliwa kwa sababu ya maisha tunayoishi sisi kwenye familia zetu. Huwezi kuwa na huo mwenendo. Kuna jinsi ambavyo hata ukivaa mavazi yasiyo na utukufu, ile hofu ya Mungu itakuhukumu huko ndani. Utasema ili vazi nililovaa nikaingia kanisani, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapolizungumzia swala la utii, si kwa wanawake walioko kwenye ndoa, hata wewe binti ulioko shuleni, inawezekana una wakaka unakaa nao pale shuleni, kuna vijimambo wanakuchokoza kukutuma ukafikiri kama wanakutuma, lakini kuna mazingira mengine unatengenezewa nafasi ya kupata kitu fulani. Kwa sababu nini? Wengine wanataka kuona utii ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utii ni kitu cha thamani sana kwetu wanawake, kuanzia sisi ambao bado tuko shuleni, bado tuko mtaani. Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo tuwe watii. Maana hata Sara ambaye ni mama yetu alikuwa mtii kwa Ibrahim. Hakuwahi kuwaza tofauti. Alikuwa akitumwa chochote yeye anakwenda tu mama wako, hana shida. Alikuwa hawazi vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha pili, Sara alikuwa ana mwenendo ulio safi. Hebu mama wewe ulize nafsi yako, hivi nina mwenendo safi? Bwana Yesu asifiwe. Mwenendo safi. Kuna watu sasa hivi tuko kanisani hapo, mwenendo, tabia, kila kitu chetu ni kisafi. Lakini yaani neema ya Mungu ikutane na wewe sehemu, tutasema dunia simama tushuke kwanza. Kumbe hawa ndio watu ambao tunao makanisani. Kuna wakati mwingine ukipiga chako ukaona yule ni mchungaji anakuja, ulikuwa unaenda kwenye daladala, unageuza kwa ndani, uko tayari uchelewe kuliko upande daladala moja na mchungaji. Wakati mwingine unakutana na mpendwa mwenzako, hata kukuambia Bwana Yesu asifiwe anaogopa, kwa sababu anaona nikimwambia Bwana Yesu asifiwe, hii kwangu mimi itakuwa ni fedheha, maana yeye atapona, ila mimi niliyesalimia nitaulizwa na watu, hivi huyu naye unasali naye au? Mwenendo wetu sio safi. Neno la Mungu linatukumbusha asubuhi ya leo, sisi kama wanawake mwenendo wetu uwe safi. Na bahati mbaya sana ulimwengu, hata katikati ya mavazi tunayoletewa duniani, mavazi ya wanawake yamekuwa ambayo sio safi ni mengi kuliko mavazi ya wanaume. Na bahati mbaya mengine tunaingia nayo mpaka kwenye nyumba za ibada. Tunashindwa kufanya ibada. Wakati mwingine tunafanya, wengine hawafanyi ibada kwa sababu ya kuangalia usafi wetu wa mavazi tuliyovaa. Wakati mwingine usafi wa vinywa vyetu umekuwa ni mbaya. Ukisimama hapa mbele unaimba kwaya, mtu anajiuliza, anasema hivi ni kinywa cha mtu huyu sahihi kinamwimbia Bwana? Ni kile nimekisikia jana au hiki ni kingine? Watu wanabaki wanaulizana maswali badala ya kupokea ujumbe ambao Mungu amekupa uachilie kwa kanisa. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha mwenendo wetu uwe safi. Haijalishi niko kanisani, haijalishi niko wapi. Kuna wengine tunaishi hapa, majirani wanatamani tusingelikuwa tumejenga hizo nyumba tumepanga ili tuhame. Kwa sababu anasema yaani huyu mama angekuwa hii nyumba hajajenga tungemuombea hame, lakini bahati mbaya amejenga ni ya kwake. Sijui tutafanyaje hapa. Kwa nini?
kinywa hakina usafi, kimejaa maneno magumu kwa jamii inayotuzunguka. Wanasema yani huyu mama afadhali mume wake, lakini yeye yani anashukuriwa mume akiwepo, lakini mke akipasema pale huwezi kuingia, huwezi kugonga ile geti, huwezi kugonga hata kidogo. Kwa nini? Kinywa kisichokuwa na usafi mbele za Mungu. Tunaangalia, tuko kanisani, vinywa vyetu ni vitakatifu, vimeokoka. Tuko kwenye ofisi za wachungaji, vinywa vyetu ni visafi, vimeokoka. Tukirudi kwenye familia, yani familia wanasema jamani, mama leo siangeshinda kanisani kidogo akachelewa. Wanakuombea ushinde kanisani kuliko ukawahi kurudi kwenye familia. Asubuhi ya leo Mungu anatukumbusha mwenendo wetu uwe safi. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Lakini kitu kingine Mungu anatukumbusha tuwe na hofu ya Mungu ndani yetu wanawake. Hofu ya Mungu imekuwa ni sababu ya wewe kukusaidia kuyafanya mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine kwa sababu hofu ya Mungu hamna huko ndani, hata huyu huko kwenye familia unaishi nao kwa vile unavyotaka wewe. Neno lolote likikuchomoka limechomoka tu. Watoto wakati mwingine wanasema mama bora hata angetulia kidogo. Na kuna wakati hata ukiumwa watoto maombi ukiamba tumuombeeni mama apone haraka. Wanasema Bwana tusaidie huyu mama akiumwa angalau tunaona kuna kautulivu huko ndani. Kwa nini? Wanaona hakuna hofu ya Mungu. Mama lolote anaweza akalifanya. Hakuwahi kumwazia Ibrahim kwa upumbavu. Sara alikuwa anamwazia bwana wake kwa mema. Hata kama kulikuwa kuna mapungufu yapo kwa Ibrahim, lakini bado Sara hakuona mapungufu ya Ibrahim, aliamua kutembea kwenye mema ambayo Ibrahim alikuwa akiyafanya. Na hicho ndicho kilipelekea Sara na Ibrahim walikuwa wanawaza vitu vinavyofanana vya kutulia kwa Bwana siku zote, kwa sababu ya wito ambao Mungu aliwaita akawaweka kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisaidie kumuuliza mwanamke mmoja aliye jirani na wewe. Mwambie mwenzangu, wewe kwenye swala la utii hapo vipi? Ipite mahali katika kila jambo utakalopitia, hata kama umekaa miaka 10 hujamuona Bwana akifanya, tulia miguuni kwa Bwana na Bwana atakutokea sana majira usiyojua, alafu utazifurahia hizo baraka za Mungu ambazo Mungu amezikusudia. Ndio maana hakuna mahali ulimuona Sara au ulimsoma Sara alikuwa anahangaika baada ya tumbo lake kuwa mtasa, lakini alitulia miguuni kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alisimama kwenye nafasi yake kama mama, akijua kuna majira ya Bwana yatafika, Bwana atafanya hata kama sijaona ishara, lakini kuna namna Mungu atanitokea. Alikuwa ni mwanamke mwombaji ambaye hakuwahi kukata tamaa kwenye maisha yake yote, ambaye hakuwahi kumwazia Mungu tofauti. Maisha yake yote Sara alimtazama Mungu na kumtazama katika kila jambo. Hata kama alikuwa anapita kwenye wakati mgumu, bado alikuwa anarudi kumwambia Mungu yale anayoyahitaji. Na ndicho kitu kilichokuja kikapelekea mpaka Mungu akaamua tu mwenyewe, sasa acha nimbariki Sara kwa yale ambayo ameyasubiri kwa miaka mingi. Nikasema wajibu wa mwanamke huko mwingi, lakini kupitia hii waraka wa kwanza wa Petro tutakumbushana mambo machache ambayo kama mwanamke katika jamii, mwanamke katika kanisa, mwanamke katika familia, mwanamke katika taifa, tunapaswa kujikumbusha ili tuweze kuyatenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Linatufundisha, anasema kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamwita Bwana, nani ni watoto wake. Tunakumbushwa kumbe sisi wanawake ni watoto wa nani? Uzao wa tumbo la Sara. Manake kama ni uzao wa tumbo la Sara, Sara amekuwa ni kama role model wetu tunayemwangalia katika kuishi maisha kama mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kujikumbusha wajibu wa mwanamke tutasoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Nitawatangulia kusoma. Neno la Mungu linasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu
watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamwita Bwana. Nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke, tunamzungumza mtu yoyote aliyeko hapa kwenye hii ibada. Maana yake hata wewe dada uliyeko Alpha James pale, tunakuhesabu ni mwanamke. Tunakuhesabu ni nani? Ni mwanamke. Na ndio maana baba mchungaji alisema yawapasa mjifunze na nyinyi, kwa sababu tunapokwenda na nyinyi pia mtakuwa sehemu ya kufanya mambo ya kiibada. Inawezekana nyakati hizi mmeshindwa kwa sababu ya mazingira ya shule, lakini huko mbele unapokwenda, wakati mwingine sikukuu ya wanawake inaweza kukuta huko likizo, ukapewa nafasi ya kusimama. Maana yake inapaswa ujifunze ili usimame kama mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe mwanafunzi, ukifika mahali kanisani kwako ukasikia wanawake wabaki, usiondoke ukasema wewe sio mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna utofauti kati ya mwanamke na mama. Namna hiyo mjulikane kwamba siku yenu iwe na utofauti. Bwana asifiwe. Wababa, Bwana Yesu asifiwe. Wababa, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni kwa kutuombea na kutupendezesha siku ya leo. Amen. Basi tunamshukuru Mungu. Leo ni siku ya 4 kabla ya Pasaka. Kichwa chetu cha somo kinasema macho yangu yamtazama Bwana, na kichwa kidogo kinasema mazingira ni uhai, tuyatunze. Bwana Yesu asifiwe. Na neno linalotuongoza ni ile la Ayubu ambalo tumelisoma. Neno hilo na andiko ambalo tumelisoma linatuonyesha mazingira ambayo Mungu ameyatengeneza duniani. Lakini hayo mazingira ambayo Mungu ameyatengeneza duniani, mazingira yote yanatambua na yanamtazama Mungu. Na katikati ya mazingira ambayo Mungu ameyaumba yako humu duniani, mimi na wewe ni moja ya vitu ambavyo viko humo duniani. Kama nyuni na vitu vingine vinatambua uweza wa jina la Mungu na vinamtambua Mungu kwamba ndiye zaidi ya kwao, manake si zaidi sana mimi na wewe tunapaswa kutambua uweza wa Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa majira tulio nayo kuelekea msalabani, hasa katika maisha yetu binafsi, maisha yako ya kimasomo, maisha yako ya familia, napaswa kujua ya kuwa Mungu ndiye kila kitu, unapaswa kumtazama. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ametupa tu mfano mdogo kutuonyesha wanyama. Mimi ninachojua, mnyama huwa hana utashi, lakini mwanadamu ana utashi, anatambua hiki, anatambua kile. Sasa kama mnyama hana utashi, hatambui chochote, lakini anajua uweza wa Mungu ambaye ametengeneza haya mazingira, kwa nini mimi na wewe isifike mahali tukatambua kwamba katika kila jambo tumtazame huyu aliyeweka haya mazingira? Bwana Yesu asifiwe. Nitamani tujikumbushe hicho kichwa cha somo ambacho kinatembea na sisi kuanzia wiki hii nzima, na leo tumeianza, tukawe ni sehemu ya maisha yetu kumtazama Kristo katika kila jambo ambalo tutapita kwenye maisha yetu, na hasa katika majira ya mateso tulionayo tutafakari na kumtazama Kristo, maana ndiye tumaini letu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu leo ni siku yetu wanawake, ninatamani wanawake tukakumbushane mambo machache ambacho ndio kitakuwa kichwa cha somo tutakachosimama nacho asubuhi ya leo. Kinasema mwanamke na wajibu wake. Ukombozi ni kazi ya thamani yake Yesu, msalabani wa Mwokozi. Kitabu kile cha Ayubu sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10 nitawatangulia kusoma. Kitabu cha Ayubu sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10, neno la Mungu linasema, lakini sasa waulize hao wanyama, nao watakufundisha, na nyuni wa angani nao watakuambia, au nena na nchi nayo itakufundisha, nao samaki wa baharini watakutangazia. Katika hawa wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliofanya haya, ambaye nafsi ya kila kilicho hai hii mkononi mwake, na pumzi zao wanadamu wote. Tuombe. Baba, katika jina Yesu, Mungu tunakushukuru. Asante kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo ambalo Mungu tunakwenda kulitafakari. Karibu Roho Mtakatifu, tafakari neno lako pamoja nasi. Tufundishe yale ambayo Mungu umeyakusudia kutufundisha kwa ajili ya utukufu wa jina lako.
na zaidi ya wote tunaziombea na akili zetu zipate kuelewa na maandiko, pale ambako Mungu unatufundisha akili zetu zikafahamu na kuelewa na kuyashika Bwana, ili yaweze kuwa sehemu ya maisha yetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba, amen. Masharika tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ningeona wanawake walioshangilia